Lakini naomba niwajulishe kwamba serikali inakuja na mpango wa ujenzi wa viwanda, ambao mpango huu lengo letu kujenga viwanda 945. Viwanda hivi vitagawanyika katika viwanda vidogo sana, vidogo, vya kati na vikubwa. Malengo yetu ni kwamba kupitia viwanda hivi tuweze kuzalisha ajira zipatazo milioni 6.5, ikiwemo ajira milioni 1,040 ni ajira za moja kwa moja. Hili litasaidia sana kuchagiza uchumi wa nchi yetu, lakini masuala mazima ya biashara katika maeneo yetu. Lakini jambo lingine, mkuu wa mkoa wa Morogoro, nafahamu maumivu yako, hasa viwanda vile ambavyo vilijengwa kipindi hicho na baba wa taifa, lakini ilikuwa nia njema ya kuvinafsisha watu waweze kuvimiliki, kuendelea kufanya uzalishaji. Lakini kwa bahati mbaya sana, wengine waliopewa dhamana hiyo, wengine wamepata viwanda hivyo kwa bei nafuu sana, lakini bahati mbaya sana hawajavitendea haki. Viwanda vingi ambao vilinafsishwa, vingi vimebaki kama magodown. Sasa hivi Wizara ya Viwanda na Biashara tumeanza kazi sasa ya kuhakikisha kubainisha viwanda vyote. Na kazi hii nimshukuru sana katibu mkuu wangu Dr. Ashiri Abdallah. Ameanza kazi hii mkoa wa Tanga, na inatuonyesha baada ya mkoa wa Tanga watakuja mkoa wa Morogoro kuhakikisha kuainisha vile viwanda ambavyo vilipewa watu kwa ajili ya ubinafsishaji lakini havifanyi kazi. Lakini pili, kuja na njia nyingine mbadala kupitia ofisi ya AG, kwa sababu mambo mengine, mambo ya kisheria, jinsi gani kusaidia jambo hilo, viwanda hivyo, na hasa vile na ofisi ya TR kusaidia viwanda hivyo, wale walioshindwa basi waweze kuviachia, tutafute watu wengine kwa ajili ya uwekezaji. Ninafahamu hapa kwako na viwanda vingi. Viwanda vya maturubai yalikuwa yanazalishwa hapa Morogoro, lakini chumba kilikuwa kinazalishwa hapa Morogoro. Nishukuru wenzetu wa NDC, sasa hivi taasisi ya NDC wako katika hatua ya mwisho ya kupata mwekezaji katika kiwanda kile cha Mangula Machine Tool. Lakini hivi vingine sasa, katibu mkuu wangu atakuwa na kazi kubwa kuainisha, baadaye kushirikiana na ofisi ya TR na pamoja na AG kuona namna gani viwanda hivi vitaweza sasa kurudi sengine katika mikono ya serikali, baadaye kuvitafutia watu ambao wanaweza kufanya uwekezaji katika maeneo haya. Niwaombe maafisa biashara wote, twendeni tukasimamie mfumo wa stakabadhi ghalani katika maeneo yetu kwa lengo la kurasimisha utaratibu wa biashara katika mamlaka za serikali za mitaa. Naomba niwajulishe kwamba kupitia mfumo huu katika msimu uliopita tumeweza kuuza fedha iliyoenda kwa wakulima imefika shilingi trilioni 2.9. Haijawahi kutokea. Na mamlaka za serikali za mitaa zilipata shilingi bilioni 85, ambazo pesa hizi bila kukimbizana na mtu katika vizuio, fedha hizi mamlaka za serikali za mitaa walizipata kupitia mfumo huu. Naombeni mwende mkasimamie mfumo wa stakabadhi ghalani katika shughuli zetu. Ni miongoni mwa jambo tulifanya vizuri kwa lengo la kurasimisha vizuri biashara zetu zifanye vizuri. Swala zima la kuratibu biashara hizi ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Ndugu zangu, naomba niwaambie tulipata changamoto kubwa sana. Leo hii unaenda eneo pale Singeli Kariakoo, unapita mtaani, utakuta mgeni anafanya biashara ya kimachinga kama Mtanzania. Hili jambo halikubaliki hata kidogo. Tumeunda timu yetu ambayo imeenda kufanya uchunguzi. Leo hii ndio maana tumeanza mchakato wa mabadiliko ya sheria hayo ambayo tumeyafanya katika finance bill iliyopita. Na si mrefu tutatangaza sasa aina ya biashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Ndugu zangu, hili maafisa biashara ni la kwetu. Mara baada ya tangazo hilo, mna jukumu kubwa sana kuhangaika kuainisha jinsi gani mtu ambaye hausiki kufanya biashara hizo ambaye ni mgeni, nendeni mkalisimamia katika eneo hilo. Rais anatutegemea sana katika eneo hilo. Anatutegemea hasa kuwasaidia Watanzania hawa wadogo ambao biashara zao zinanyang'anywa na watu wengine, ambazo sio wivu wa kidiplomasia wa kuwakataa wageni, hapana. Tunataka wageni wanaokuja kufanya uwekezaji, lakini biashara hizi za kichuuzi zifanywe na Watanzania. Lakini waombe vile vile kutumia fursa ambazo zinapatikana kupitia uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6. Ni waombe kwa mfano watu wa mkoa wa Morogoro na wale wa Dodoma, leo hii tutafakari jinsi gani watu wa manispaa ya Morogoro wanaweza wakaitumia vizuri vipi stendi ya Msamvu kwa hii uwekezaji mkubwa wa treni ya SGR. Wale wa stendi ya Dodoma katika jiji la Dodoma ambao leo hii idadi ya watu wengi wanashuka, eneo lile karibu ya stendi, tumejipanga vipi katika swala zima kushirikiana na idara zingine hasa za mipango miji kuhakikisha maeneo hayo yanakuwa maeneo mazuri ya uwekezaji na kufanya biashara. Hii ibaki homework kwetu katika maeneo mbalimbali kuona fursa hizi zinatumia vipi, na hasa uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6. Juzi tulikuwa Simiyu na Mwanza. Rais anakuja
si muda mrefu ataanza ziara katika kanda hii ya Pwani. Maana afisa biashara rais anakuja, lazima kuwe na direct coordination kati ya idara ya biashara, mkoa na viwanda na biashara. Kujua kwa mfano huko kwenu kuna viwanda vingapi vinataka vizinduliwe, rais aende akazindue. Kuna viwanda vingapi vikubwa, rais akaweke mawe ya msingi. Kwa hiyo inawapa hayo mweke Dar es Salaam. Tuna ziara si muda mrefu inshallah, Mungu akijalia, sababu ziara inazunguka maeneo mbalimbali. Fuatilieni eneo hilo. Nanyi mnatakiwa mshaini katika taasisi yenu, sekta yenu. Mshaini, mfuatilie viwanda gani, biashara aina gani, mkuu wa nchi ama wasaidizi wanapokuja waweze kuhakikisha kufanya biashara hizo. Swala zima la industrial park, ndugu zangu, maeneo haya yameainishwa katika mipango yetu ya kiserikali, uainishaji wa uwepo wa industrial park na kuziendeleza kwake. Sasa hapa inataka vivyo na ubunifu wa maafisa biashara katika mamlaka za serikali za mitaa kuona kwamba industrial park hizi tutazifanyaje, na hasa kuvutia wawekezaji kupitia wizara zinazosimamia sera upande zetu wa uwekezaji na mipango, lakini hali kadhalika wizara ya viwanda na biashara. Tukifanya hivi tutaona kwamba tumepata mafanikio makubwa katika eneo hilo. Kubwa zaidi, ndugu zangu, ni waombe swala zima la muunganiko wa shughuli zetu. Nimesemwa hapa na viongozi wote waliopita, idara hizi hazizungumzi kilimo, biashara, uvuvi, mifugo, madini, hazizungumzi. Mkutano huu ninaamini utatusaidia uje na jawabu la pamoja kwamba jinsi gani maafisa wa biashara watakuwa na roho yao ya kuratibu mambo ya biashara yote katika mamlaka za serikali za mitaa. Tukifanya hivi tutakuwa tumepata mafanikio makubwa, na hasa kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika upande wa biashara. Niwashukuru sana mikoa mbalimbali na mamlaka za serikali za mitaa, na hasa katika utekelezaji maelekezo ya serikali